Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ghurri ma yamin, amma ba'd. Langu jina ni Ustadh Muallim Ibn Umar. Karibu mtazamaji wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu kinachokujia kila siku ya Ijumaa muda na wakati kama huu. Utakuwa nami Ustadh Muallim kama nilivyojitambulisha, kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati ya kipindi hiki. Usitoke, baki nasi. Miongoni mwa tabia ambazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisifika nazo ni tabia ambayo alijipamba nayo, na wanazuoni wanaisifu, wanasema ndiyo jawazu safari, ndiyo pasipoti ya kusafiria. Ili mtu uweze kutoka katika nchi moja kwenda katika nchi nyingine, inakuhitajia uwe na passport ambayo itakusababisha wewe uweze kusafiri. Lakini tabia hiyo ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejipamba nayo, ndiyo passport ama ndiyo tiketi yako wewe ya kuweza kusafiri katika nyoyo za watu. Tabia yenyewe ni tabia gani? Tunaelezwa na mmoja katika maswahaba akisema, maraani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wabtasama, kwamba sijapatapo kukutana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa alikuwa akinitabasamia mimi. Tabia hii ya kutabasamu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisifika nayo, mpaka maswahaba wakasema ukimwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam uso wake ni smiling face, alikuwa yeye ni mwingi wa kutabasamu. Lakini pia vile vile wakatuambia wanawazuoni kuwa ili mtu uweze kuzungumza na mtu lazima uonyeshe tabasamu katika sura yako, ili uweze kuvuta nyoyo ya yule unayotaka kuzungumza naye. Kwa hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabia hii alisifika nayo mpaka kwa wake zake. Alikuwa kana basama almuhayya, Bwana Mtume alikuwa ni mtu ni mwingi sana, akthara nasi tabassuman, alikuwa ni mwingi wa kutabasamu anapokuwa na watu. Kwa hivyo tabia hii ya kutabasamu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, kwamba kutabasamu ama tabasamu lako katika uso wa ndugu yako ni sadaka. Kwa hivyo kuna sadaka nyingine si mpaka uwe na pesa, sadaka nyingine si mpaka ufanye amali, ukeshe tahajjud, usimame kuswali usiku. Tabasamu, sadaka nyingine ama thawabu nyingine unazipata tu kwa kutabasamu. Kwa hivyo mtu akija leo akawa amefura uso wake ameukunja, tutamwambia hiyo sio tabia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana basaman dhahaka. Anasema mama Aisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwingi wa kutabasamu, lakini pia alikuwa ni mwingi wa kufurahi, ni mwingi wa kucheka. Tabia hii ilikuwa inasababisha Bwana Mtume Muhammad pindi anapotaka kuzungumza na mtu basi upokee yale maneno kwa ulaini kabisa. Tazama sahaba huyu anahadithia, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tabassama, alitabasamu thumma qala, kisha akasema. Tazama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatabasamu kisha ndio akaanza kusema. Kwa nini unapotaka kuzungumza na mtu kisha ukawa na uso wa furaha, uso wa kutabasamu, utakuwa na mtu yule atakuwa anapokea yale maneno yako. Lakini pia vile vile unapozungumza na mtu usura yako ikiwa imekunjamana, utasababisha yule unayezungumza naye kuone labda pengine ana jambo amekosea, ama kuna jambo baya unataka kumwambia. Kwa hivyo kutabasamu au kuwa na mwingi wa kutabasamu ni sadaka kwanza, lakini pia ndio ilikuwa sifa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni miongoni mwa waja wake wenye kutabasamu, lakini pia tuwe ni miongoni mwa waja wake wenye kusikiliza maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri. Karibu tena mtazamaji wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu. Leo katika Ujue Uislamu tutakwenda kuangalia jinsi gani baada tu ya kuwa mtu amemaliza kuswali, je, inafaa kuomba dua baada ya swala? Inawezekana jambo hili likawa na ikhtilafu kati ya wanawazuoni, lakini yapo maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, ama alipatwa kuulizwa na mmoja katika maswahaba zake kwamba ayu duai asma, kwamba ni ipi dua ambayo hukubaliwa haraka? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema fi jawfi al-layli, lakini pia akasema waduburi kulla salati al-maktubati, lakini mwishoni mwa kila swala ya faradhi anafaa mtu kuomba dua. Kwa hivyo ushahidi huu wa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inatuonyesha kuwa inafaa kuomba dua baada ya swala, kwa sababu katika maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia
inna Allaha hayyun karimun, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuona haya na ni mtukufu. Yastahi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi, anaona haya pindi mtu anaponyanyua mikono kuielekeza kwake. An yaruddahuma safran khaibina, uirejeshe ile mikono ikiwa safran, ikiwa mitupu, ikiwa pweke, khaibina, tena ikiwa mitupu kabisa, haina kitu. Kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufunza hapa kwamba pindi mtu tu anapokuwa amemaliza kuswali, basi inampasa yeye aweze kuomba dua, amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Mwenyezi Mungu anaona haya yeye pindi mtu anapomuomba dua, akairejesha mikono yake. Mtu huyo amenyanyua mikono kisha akairejesha Mwenyezi Mungu mikono ya mtu huyo, basi na kumjibu chochote. Kwa hivyo kuomba dua katika baada ya swala inafaa kwa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo leo tumetoka kujifunza hili, lakini katika kipindi kijacho tutaweza kujifunza jambo lingine la kuweza kutupa manufaa katika ibada zetu za swala. Endelea kubaki nasi mpaka tamati ya kipindi hiki.